I want us to have the theme of the day at the back of our minds. Basi ningependa tuzidi kuzingatia yale ambayo tulijifunza mioyoni mwetu. We said the buck stops with the man. Tulisema basi mambo yote yanakwisha kwa mwanaume. Let us have at the back of the mind. Basi tuzidi tukitafakari hayo. We're in Genesis chapter 6. Basi tuko katika Mwanzo sura yake ni ya 6. It's about Noah making the ark. Basi inamhusu Nuhu anapojenga safina. I want to focus more as I begin on the young people. Basi ningependa nizingatie sana ninapoanza katika vijana. But I don't see any of them. Lakini hapa siwaoni. Where are they? Basi vijana mpo? Let me see the young people. Ebu mnyanyue mikono. Okay, thank you. Asanti. Now it came to pass, ikawa when men began to multiply on the face of the earth, mwanadamu walipoongezeka katika usoni pa nchi, and daughters were born to them, na wana wa kike walizaliwa kwao, that the sons of God, wana wa Mungu, saw the daughters of men, waliwaona hao binti za wanadamu, that for themselves, wakajitwalia wake wao, of all whom they chose, kwa wale walio wachagua. Allow me unpack that a little bit. Ebu muniruhusu nifungue hayo kidogo. Moses is saying, Musa anena hivi, the sons of God, wana wa Mungu, saw the daughters of men, waliwaona hao binti za wanadamu. Am I speaking to young people? Jamani, nanena na vijana. I have heard this question for a long time when I'm handling young people. Nimesikia hili swali kwa muda ninapokuwa pamoja na vijana. And they are saying there are no ladies in church to marry. Wanasema hamna binti kanisani. But you can see from the way we behave around you, lakini utaona namna ambavyo tunajifanya mbele zako. We want you. Sisi tunakutaka. But looks like you have no eyes to see us. Lakini inaonekana una macho ya kuona haya. So when you see a girl pass like this, kwa hivyo unapomwona binti anapita pale na anapita na anapita like this again, na anapita pale. Sasa ndio. Demoni aje? Ndio. You should be having your antennae so high. Lazima basi uweze kumulika mambo yako yote. And ask yourself, why is this girl behaving around na me like ujiulize, mbona huyu binti aonekana hivi? But because you have no interest in girls who come from church, na kwa sababu wewe hujifurahishi na wasichana ambao wanatoka kanisani, interest in the daughters of the world. Wewe una furaha katika binti wa ulimwengu. And the Bible says they saw the daughters of the world, na Biblia inanena ya kwamba wakaona binti za binadamu, that they were beautiful, ya kwamba walikuwa ni warembo. Friends, the daughters of men are beautiful. Rafiki, binti wa binadamu ni warembo. Who is opposing that statement? Ni nani anapinga nuku hiyo? Let me see who is opposing. Hebu nione mwenye kupinga. The daughters of men are beautiful. Binti za binadamu ni warembo. The problem is that their beauty is fake. Tatizo ni kwamba urembo wao ni bandia. The beauty is physical. Ubandia wao tu ni wa kimwili. The beauty is not spiritual. Sura yao sio ya kiroho. And so the men lack the perception. Kwa hivyo hawa wanaume wanakosa mtazamo that is spiritual, ambao ni wa kiroho. It means our men, ina maana kuwa waume wetu, are more driven with the physical. Bao wanasongeshwa tu na yale ambayo wanaona nje. That's why the daughters of men, ndiposa wale binti za binadamu, are more appealing to the sons of God. Wanawafurahisha zaidi you wana wa Mungu. Spiritual perception. Ninyi mmekosa macho ya kiroho. And when you meet them out there, na mnapokutana na wao pale nje, their hair is fake. Nywele yao basi ni bandia. Their eyebrows are fake. Basi mambo nyusi za nywele za jicho ni bandia. Their eyelashes are fake. Pamoja na zile kupe ni bandia. In fact, even their breasts are fake. Hata matiti yao ni bandia. Even hips are fake. Hata makalio ni bandia. Even their complexion is fake. Na hata rangi ya uso na ya mwili ni bandia. So there is one thing you can never do to the human body. Na kuna jambo moja ambalo outdo what the Lord did. Hauwezi kukosoa kile ambacho Mwenyezi Mungu alitengeza. We come fresh from the maker's hands as designer. Tunatoka kutoka
kwa mikono yake tukiwa thabiti. Improve on what the Lord has made. Hauwezi kuongeza iwe bora zaidi kwa kile ambacho Mungu tayari You're white with the spots of black. Basi wewe ni mweupe na unakuwa na madoadoa meusi. And those spots will always remind you. Na hayo madoadoa yatakukumbusha kamwe that you are an FBI. Ya kwamba wewe umejibadilisha. No, you are an FBI. Wewe ni FBI. Former black individual. Ambaye ulikuwa meusi pale awali. So it doesn't matter what. Sasa haijalishi. The sons of God. Basi wana wa Mungu. So the daughters of man. Waliwatazama binti za wanadamu. And they felt they were beautiful. Na wakahisi ya kwamba wao ni warembo zaidi. Do not be misled with the beauty that is out there. Basi msipotezwe na urembo ulio pale nje. And we've insisted and went into marriage with them. Na tulisisitiza na tukaingia katika ndoa na hayo. And people have asked for divorce after 1 week. Na watu wameomba talaka baada ya juma moja. Because you went into your wedding night. Maana ulienda katika ndoa yako usiku. And what you thought was long hair. Na kila ambacho ulitaraji ni nywele ndefu. Was actually human hair. Lakini ilikuwa ni nywele bandika. So she has to drop it. Kwa hivyo lazima iangushe chini. What you thought were eyelashes. Zile ambazo ulidhani ni kope za macho. They look at you like a doll like this. Anakuangalia sawa sawa hivi kama mwanasesere. Have you seen the dolly when you turn it, it does like this. Unaona unapogeuza mwanasesere anafanya hivi. It does like this. Unapomuinua juu anafanya hivi. Those guys don't cry. Hao watu hawali. They don't cry. Hawali. Because of eyelashes, because they are heavy. They don't even they don't wink aimlessly. Wao hata wafungi na kufumbua hivi hivi. So she has to pull them and put them aside. Kwa hivyo lazima aondoe ili aweke pale chini. And she has to remove her fake eyebrows. Na lazima aweze kutoa hivi vitu vyote ambavyo ni bandia. And she has to wash the makeup. Na ni lazima aweze kuosha uso kabisa. So what you thought was white inside has black spots. Na kile ambacho ulitaraji cheupe ndani pale na madoadoa meusi. And they have to remove the lipstick and the lip balm and everything. Rangi na yale mafuta kwenye mdomo, kwenye kinywa. And she has to drop the bra na that adds shape to the breasts. Na ni lazima angeangusha ile sindiria ambayo ilikuwa inafanya matiti yawe laini. What you thought was mandazi now becomes chapati. And she has to remove the hips. Na ni lazima aondoe makalio. Then you realize there is nothing. Na unagundua mna kitu pale. You know, you're still wondering, what am I saying? Na unashangaa naona nini hii? Am I hallucinating? Mimi jamani nimepagawa. And she comes from the bedroom like that. Na natoka katoka. The real her has now come to sleep with you. And then she says, I've forgotten something. And then she removes the fake teeth. Drops them in a cup of water. Anaangusha meno pia. Now you have your real wife. Sasa yule halisi amekuja. I tell you, you will demand a divorce the next day. Hebu niwaambie utaomba talaka siku ambayo inafuata. They are called the daughters of men. Maana waliona binti za binadamu. Have you seen a man cry? Agingie kenanyo amete. You will cry. Utalia. Because you lacked a spiritual perception. Maana ulikosa mtazamo wa kiroho. You were driven with the physical. Wewe uliguswa na mambo ya kuona. I'm not saying you don't marry people you don't love. No. Mimi sisemi usioe yule usiompenda la. But not be driven by fancy and emotion. Lakini hisia zako zisisongeshwe tu na mambo ambayo unaona tu na hisia za pale. And they took wives for themselves. Basi wakajipatia wao kuwa wake zao. Of all whom they chose. Kwa wale wote waliowachagua. The Bible says. Biblia inanena hivi. A good woman comes from the Lord. From the Lord. He who findeth a wife. Yule ampataye mke. Findeth a good thing. Amepata kitu chema. And receives favor from the Lord. Na ni kibali kutoka kwake Mungu. Elsewhere says. Na yasema hivi. A good wife. Mwanamke mwema. Comes from who? Yatoka kutoka kwa nani? From the Lord. Yatoka kwa Mungu. But you see the sons of God. Na sasa waona waume wake Mungu. So the daughters of men. Wakaona binti za binadamu. And
took them as wives the way they chose for themselves. Wakajitwalia kuwa wake namna walivyochagua. So God didn't choose for them. Kwa hivyo si Mungu aliyechagua. These were wives they imposed on themselves. Hawa ni wake ambao walijitwalia wao wenyewe. Friends, when you are married, rafiki, unapopata ndoa, you must feel the need for God to choose for you. Lazima ukuwe na hisia ya kwamba Mungu apate kukuchagulia. It is God that must choose. Ni lazima Mungu apate kukuchagulia. Because good wives come from the Lord. Maana mke mwema yotoka kutoka kwake Mungu. I'm speaking to young people. Mimi nanena pamoja na vijana. I know you will ask, how do I know she is the one? Sasa unajua utauliza kwamba nitajuaje ni yeye? When you lack spiritual perception, basi unapokosa mtazamo wa kiroho, then you can never know when God is speaking. Kama hauwezi jua wakati ambapo Mungu yanena. Because spiritual things are spiritually discerned. Maana mambo ya roho yanatabaguliwa na mambo ya roho. That which is spiritual can only discern that which is spiritual. Kilicho cha roho kitabainiwa na kile ambacho ni cha roho. Carnality discerns carnality. Na cha mwili kitabaini cha mwili. To the point you cannot discern spiritual. Hadi utafika mahali ambapo usijue cha roho. To the fact that you are carnal. Ina maana kwa wewe ni mtu wa kimwili. God still speaks. Basi Mungu bado yanena. Crystal clear. Basi ananena kwa wazi. There's a beauty that is inside. Kuna urembo ulio ndani. This outside one fades with time. Waisha tu kwa muda. A young man was talking and saying, uzuri wa mwanamke waonekana kwa mwanaume ndani ya siku 90. A woman is only beautiful to a man within 90 days. Mwanamke wapendeza tu kwa siku 90. Once 90 days are over, siku 90 zikiisha, you don't see the beauty anymore. Wewe hauoni huo urembo tena. When I come here as a visitor, napokuja hapa kama mgeni, I can admire this place. Naweza furahiwa na mahali hapa. And indeed it is beautiful. Na hakika panapendeza. But the more I continue to stay here, lakini kadri ninapozidi kukua hapa, the beauty continues to fade. Basi uzuri waendelea kudidimia. I'm used to the beauty. Basi mimi nimekuwa na uzoefu. So if you married because of beauty, kwa hivyo kama ulioa kwa sababu ya urembo, your marriage can last as long as 90 days. Basi ndoa hiyo itaidumu tu katika siku 30-90. Solomon had those kinds of wives. Basi kuna ndoa sawa na hizo kwa wake. Sulemani alipata kukua na wake sawa na hao. Driven by beauty. Ambao alikuwa na hisia za urembo. This one fades away. Basi hii yadidimia na yatoweka. As age comes in, namna ambavyo umri unazidi kusonga, it also goes. Nayo pia yaondoka. You can't remain the same every day. Hauwezi kusalia vile ulivyokuwa pale awali. You cannot remain the same every day. Hauwezi salia hivyo hivyo siku baada nyingine. Every day adds a day to your age. Kila siku basi yaongeza siku katika miaka yako. Today you're 16, tomorrow you're 16 plus 1 day. Leo uko na miaka 16, kesho ni 16 uongeze moja. The inner beauty does not change. Urembo wa ndani basi haubadiliki. It is permanent. Basi uadumu milele. I'm not saying you don't take care of yourself. Mimi sisemi ya kwamba msijitunze, lazima mpate kujitunza. You must age gracefully. Lazima uzeeke kwa utaratibu. But focus more on the inner beauty. Lakini zingatia zaidi katika urembo wa ndani. Because it radiates outside. Maana unang'aa kutoka nje. So you continue looking for beautiful women from the world. Kwa hivyo nyinyi endelea kusakanya wanawake warembo kutoka kwa ulimwengu. Na wewe endelea kutuchezea hapa, una approachiwa na unaringaringa. Ndio. They are playing hard to get. Nikikubali haraka wataona mimi niko loose. What has that got to do with kukubali haraka? Yes. How long did Rebecca take for Isaac to marry her? Rebecca alichukua muda upi kuitikia wito wa Isaac? Even Isaac was not aware he should be married. Na hata Isaka hakujua kwamba lazima apate kuoa. At 40 he has not married yet. Miaka 40 na tayari bado hajaoa. It is the father that sends how do we call this steward? Eliezer. Ni baba aliyemtuma mtumishi Eliezer and tells Eliezer, you must swear to me that you're going to look for a wife for my son, a wife not of the world. Anamwambia utaapa kwangu mimi ya kwamba utamtafuta mke kwa kijana wangu na si mke wa ulimwengu. Eliezer goes and wonders, now how do I identify this girl? Eliezer anaenda anashangaa kwamba nitamtambua haje huyu binti. Enters into an agreement with God. Hebu tuweze kuwa na mapatano pamoja na Mungu. And tells God, listen. Anamwambia Bwana Mungu sikiza. I do not know your mind. Mimi sijui mtazamo wako. I cannot read it. Mimi siwezi kusoma nia yako. But you can work through human understanding. Basi wewe waweza kufanya kazi kupitia kwa kuelewa kwa binadamu. You have spoken. Ili nipate kujua kwamba umenena. So he tells God, I am here. Anamwambia Mungu, mimi niko hapa mtoni. The woman that will come
and serve my animals. Mwanamke atakayekuja hapa apate kuhudumia wanyama wangu And serve me also. pamoja nami pia. That is the woman I'll know you've chosen Basi for huyu Isaac. ndiye mwanamke nitajua kwamba umemchagua kwa ajili ya And Isaka. Rebecca came along. Na Rebeka akapata kuja And watered all the flocks. na basi akapatia wanyama wote maji. And gave this man a drink. Na pia akampatia huyu jamaa maji And he anywe. asked, where is your home? Na akamuuliza kwenu ni wapi? And they went to her home. Na wakaelekea kwao. And the next day she was brought back to kina Isaac's home. Na siku iliyofuata alirejea katika nyumba yake Isaka. And when she was at the gate, Na alipokuwa kwenye lango, Isaac was loitering in the compound. Isaka alikuwa anatembea hapa na pale When kwa pale. Isaac saw her, Isaka alipomtazama and she saw him, na yeye akapata she kumuona, dismounted Basi the donkey or camel, whatever it was. alipata kushuka kutoka kwa ngamia ama punda And yeyote the yule. Bible says Isaac took her to her his mother's tent. Na Biblia inasema kwamba Isaka akampeleka katika hema ya mama yake. And they began to stay like Na that. wakaanza kuishi hivyo hivyo. They had blessings of parents. Na baraka ya They wazazi. did not have what you call engagement. Basi hawakukuwa na ule muda wa No, we kuchumbiana. are courting. Ya kwamba sasa ni wakati wa No, we uchumba. are dating. Wakati sasa ni wa uzoefu wa Now kujuana. we are engaged. Sasa sisi Now we tumechumbiana. are courting. Sasa sisi tuko I'm waiting katika for him to propose. ninaongoja basi yeye And years are moving. na mambo yanasonga. Unatusumbulia mwanaume. Ndio. Ukishajua Mungu amesema ni Elizabeth, hiyo story inaishia hapo. Sasa ambia Mungu sasa umeshasema ni Elizabeth, hii kitu tufanye haraka haraka, tuanze kufanya nini? Wish. Nini unatupeleka vitu mingi? Eti mpaka upelekwe Camel Park, upigiwe magoti, upewe engagement ring, utuwekee Facebook. Wacha kuringa. Bure watakuja na niliwaambia wanaume ni wachache. Usiringe. Don't play hard to get. Usiwe mgumu. Just be in tune with God. Basi shikana pamoja na Mungu. When a man asks, na be in tune with God. Listen to what I'm saying. Be in tune with basi God. Basi shikana pamoja na Mungu. Just tell him, let me consult with God. Umwambie hebu ninene pamoja na Mungu. If the Lord says he is the one, Mungu akiitikia, stop wasting time. Basi usipoteze muda. Niombe nimekosa mwanaume. Then you ask, how old are you? I'm 35. You are now beginning to get worried. Sasa umeanza kujawa hofu. Alafu utaenda hapa nje uokote sponsor. Urudi hapa na ati nimewacha church, mbona sengenya watu na ni sponsor umepata. And the Lord said, na Bwana akanena, my spirit shall not strive with man forever. Roho yangu itasalia na binadamu milele. For he is indeed flesh. Maana yeye ni nyama. Yet his days shall be 120 years. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. On the earth in those days. Nao wanafeli walikuwako duniani siku zile. And also afterward, na baada ya hao, when the sons of God came into the daughters of men, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, and they bore children to them, na wakazaa pamoja nao wana, those were the mighty men who were of old. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, men of renown, watu wenye sifa. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Na kwamba kila kusudi analolowaza moyoni mwake ni baya siku zote. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. Bwana akaghairi ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyoni. So the Lord said, Bwana akasema, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Nitamfutulia mbali binadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Both man and beast, mwanadamu pamoja na mnyama, creeping thing and birds of the air. Na kitambaacho na ndege wa angani. I am sorry that I have made them. Kwa maana naghairi ya kwamba nimewaumba. The earth is in its infancy. Basi ulimwengu uko katika uchanga. And yet sin had become so much. Lakini dhambi imezidi kuongezeka. At its infancy. Na yuko katika uchanga. Ellen White describes the antediluvian world. Basi Mama White anaongea kuhusu ulimwengu kabla ya gharika. And says they didn't see the need to retain God basi in their minds. Hawakuona haja ya kumhifadhi Mungu katika nia zao. And that is where she says to the sin of Cain. Basi ananena hivi katika dhambi ya Kaini. Lamech added the sin of polygamy. Lameki akaongeza dhambi ya kuoa mke zaidi ya mmoja. It's only that society accepted it. Ni kwamba tu jamii iliitikia. Society
normalized it. Jamii ilifanya ionekane ni kuwa ni jambo la kawaida. Until people felt it was okay. Hadi watu wakahisi ya kwamba ni sawa. Let me tell you, it doesn't matter what we normalize and accept. Haijalishi tunafanya nini liwe kawaida. If God has said it is sin, it is sin. Kama Mungu amenena ni dhambi, basi ni dhambi. Whether you want to pass on the left or on the right with it, upite kulia au kushoto, beat around the bush with it, upite uvingire mambo hayo, if the Lord has said it is sin, it is sin. Kama Mungu amesema ni dhambi, basi ni dhambi. And society must come to a point, na jamii lazima ifike hali, and says our forefathers reached here with this sin, ya kwamba babu zetu walifika hapa na dhambi. We need decided reforms. Sisi tunahitaji kuwa na mabadiliko. Then we must stop it. Lazima tuwache. A generation must come and say we are not entertaining it anymore. Kizazi lazima kije kiseme kwamba sisi hatuitikii haya mambo tena. It's the same thing we are doing today. Ni sawa na mambo ambayo tunafanya siku za leo. We have accepted and normalized homosexuality. Tumekubali na kuitikia mambo ya ushoga. And as it's becoming common amongst us, na imekuwa jambo la kawaida miongoni mwetu, we feel it's okay. Tunahisi ya kwamba ni sawa. We shouldn't talk about it. Sisi hatuneni kuhusu hayo. There is no counseling as difficult as counseling a couple where a woman says my husband is adulterous with another man. Una ushauri ambao ni mgumu sawa na ule ambao mwanamke anasema kwamba my husband is seeing another woman, ya kwamba mume wangu anatazama mwanamke mwingine. That one we can even begin to think of where to start from. Basi hiyo tutaanza kufikiria kwamba tuanzie wapi. Someone is telling you my husband is seeing another man, lakini mtu anapokuambia mume wangu ni shoga, and the man threatens you, na huyu mume anazidi kumpatia maonyo hapa. And the man, I saw a message, a man tells a woman, basi niliona ujumbe ya kwamba mwanaume ni wangu. Ndio, your husband ni wake. Ya kwamba my man, your husband keeps another man like he keeps you. Mume wako anamuhifadhi mwanaume sawa anavyo kuhifadhi wewe. And a man calls you and tells you, na huyu anakupigia simu ananena nawe hivi, you will do to me. Wewe hautanifanyia kitu. I give him dry, you give him wet. Wewe unampatia kilichokauka nami changu kina maji. Tumefika wapi? Unaona tunaendelea kukua vizuri ama tunaendelea kuoza? Kama umekubali ushoga, hakuna haja uoe. Usioe sababu watu wa kwenu wanataka uoe. Waambie mimi ni shoga, ng'ang'ana na hali yako. Lakini usichukue msichana wa mtu alafu anaanza kupigana na mistresses wanaume. Hata mtu anakuuliza pastor, nitoke ama niendelee? Unashindwa tu kumwambia afanye nini? And God regretted, Mungu alighairi, that he made man, ya kwamba alimuumba mwanadamu, and he had to destroy man and beast, na ilikuwa lazima angamize binadamu na wanyama. That tells you, basi yanena hivi, a union between godliness and worldliness, mshikamano kati ya uungu na ulimwengu, has never produced godliness. Haujawahi kamwe kutoa uungu. It will always produce wickedness. Mazao yatakuwa uovu. So don't be deceived. Kwa hivyo usidanganyike that you can partner with the world, ya kwamba utashikamana na ulimwengu, and then produce what is godly, na mazao yawe ya kiungu. We cannot have what we call romantic evangelism out here. Basi hatuwezi kuwa na injili ya mapenzi pale nje. That you go and amleta tu atabadilika pole pole. Hapana. Ndio. Kama hukuambiwa kama which is this prophet that Hosea. Ndio. If God does not tell you like Hosea, go out there. Kama Mungu haneni na sawa na Hosea, usiende tafadhali. Don't be presumptuous with God. Usifanye mambo ya Mungu kuwa Make sure you do what God is talking about. Hakikisha unafanya anachonena Mungu. I hope ninaongea. Hata hivyo dunia imeisha, sijui mbona mnataka kuolewa. Yesu karibu anakuja. Yes. Mnangangana kwenda wapi? And then they ask us, eti wanataka kuwa watoto wetu wanataka kuoana, lazima tuwafanyie harusi. Alafu wanakuweka kwa komiti yenye hata wako kueleza. Wewe unapata tu message usiku umechoka. We are delighted to have you as a committee member in our wedding committee. The committee has decided that every committee member is giving 5,000. Whose money are you budgeting with? Basi hizo ni pesa za nani? Nataka harusi, budget ya harusi ni 800. 800 hawana hata kazi, hawana kazi.
Hata wewe msichana si utumie kichwa. Ng'ombe ilipelekwa na loan alikwambia vizuri ukasikia, wacha nichukue ka loan ninunue ng'ombe uliolewa na deni. Na bado hujaanza kuishi. Ukaolewa na pesa ya ombelewa. Harusi yako ilikuwa ya ombelewa. Si hata wewe ujiulize, tukianza kuishi nitakula nini? Jiulize. Eti nini tunapendana? Watu wote wameolewa hapa wanateseka sahi, walipendana hata wao. Usifikiria wako penda, walipendana na wanalia sahi, wanalia. Wanasema hata ningesikia mama yangu. Kuna kitu mama yangu aliona na akaniambia na sikusikia. Wewe unaniambia tunapendana. Mwanaume lazima ajionyeshe ni mwanaume. Anaweza kuchunga mwanamke. So wakati mna date, hamkazani kuongea maneno, "Hey babe, I love you, I've missed you." Those are stupid discussions from graduates. When someone says I love you with all my heart, mtu anaposema nakupenda na moyo wangu wote, it is not this heart here. Sio huyu moyo ambao mnaona hapa. This one pumps blood, does not know anything about love. Basi inasukuma tu damu, haijui mambo ya upendo. Even the small biology you've learned cannot help you. Hata hiyo biolojia ambayo unasoma ikusaidii. This one pumps blood. Hii kazi ni kusukuma damu. The heart we are talking about here, basi roho ambayo tunanena hapa is the seat of intellect. Basi ni hii mambo yaliyo katika nia. The seat of emotions. Basi hisia zilizo pale kamilika kwenye bongo. So when a man tells you they love you with all the emotions and intellect, mwanaume anapokuambia anakupenda na hisia zake zote pamoja na nia yake, when you're having your discussions, ina maana kuwa mnapokuwa na maongezi, you must be able to listen carefully to those discussions. Lazima usikize kwa makini yale maongezi. Read in between the lines. Uweze kusoma katikati ya misitari. Can you read intellect in it? Basi uweze kusoma ukiwa mwerevu. Is he able to tell you that this is where we are, this is where I'm taking you? Anaweza kukwambia tuko hapa na nakupeleka pale. But you are dating a man that does not even know who he is. Mnachumbiana na mwanaume he does not even know where he is headed. Yeye hajui yeye anaelekea wapi. He cannot even work with his hands. Yeye hawezi hata kufanya kazi ya mikono. Hata gari anakubeba nayo ni ya baba yake. Ndio. Na wewe bora tu nimekutana, aliniendesha na gari, alinipea ya baba yake. Ndio. Kwani umejingika kiasi gani? Amekuambia vizuri, mimi naitwa Makori, naishi na sister yangu. Hiyo peke yake haijatosha kukuambia huyu ni mjinga. Na anakuambia ati yako 30 years na baada anakuambia naishi na sister yangu. Wewe utakufa njaa bure. Utakuja kutuambia hapa ajui hata watoto wake wanakula nini. Hiyo ni wewe ulikuwa unafaa kujua kabla yeye hajajua. Ungejua tu huyu unaongea na yeye, huyu ni zuzu, huyu watoto tutalala njaa. So the Lord is destroying the earth. Kwa hivyo Mungu anaangamiza ulimwengu. Friends, when we have two godly people uniting, basi rafiki, tunapokuwa na watu wa mcha Mungu ambao wanashikamana, then we produce godliness. Basi mazao yanakuwa ya kiungu. We are in verse 8. Basi tuko katika fungu la 8. But Noah, lakini Nuhu found grace in the eyes of the Lord, akapata neema machoni pa Bwana, amidst rottenness and corruption. Miongoni mwa ufisadi na uvundo, God was able to find one man, Mungu aliweza kupata mtu mmoja, that was righteous, aliyekuwa mwenye haki. Is it possible to be righteous amid rottenness and corruption? Yaweza uweze kuwa mwenye haki miongoni mwa uvundo na ufisadi? Or we justify every evil act by saying siku hizi dunia iko hivyo, ama sisi tunasema kila jambo li sawa kwa sababu ya ulimwengu. So people can do what they want. Kwa hivyo watu watafanya watakalo. And we cannot discuss about it. Na sisi hatutanena kuhusu hayo because dunia iko hivyo siku hizi. Yes. God looks at every person in the world. Mungu anamtazama kila aliye katika ulimwengu. And he can notice there's a man called Noah. Na anagundua kwamba pana mtu aitwaye Nuhu.
And the story continues. Na hadithi yaendelea. That this is the genealogy of Noah. Ya kwamba hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Noah was a just man. Nuhu alikuwa mtu wa haki. Perfect in his generations. Mkamilifu katika vizazi vyake. Noah walked with God. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Noah is described as Enoch. Nuhu anatambulikana sawa na Enoko. Enoch also walked with God. Enoko naye alitembea pamoja na Mungu. They breathed. Walipumua. They breathed. Walipumua. They talked. Waliongea. They walked. Walitembea. They thought. Walifikiri. Within a godly environment. Katika mazingara ya kiungu. They walked with God. Walitembea pamoja na Mungu. I want you to notice again. Basi ningependa mgundue tena. Up to where we have reached. Mahala ambapo tumefika. God is not discussing. Have you heard Mungu haneni kuhusu wanawake. God is not talking about women here. Mungu haneni kuhusu wanawake. He's still talking about men. Bado yuanena kuhusu waume. Because in your hands lies the responsibility of a godly family. Maana katika mikono yenu pana jukumu la familia ya Mungu. Ninyi ndio kuhani wa nyumba. The earth was so corrupt, and Noah begot 3 sons. Verse 10. Basi fungu ni la 10. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume. Shem, Ham and Japheth. Shemu, Hamu na Jafethi. The earth also was corrupt before God. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. The earth was filled with violence. Dunia ikajaa dhuluma. So God looked upon the earth. Mungu akaiona dunia. And indeed it was corrupt. Na tazama imeharibika. All flesh had corrupted their way on the earth. Maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, the end of all flesh has come before me. Mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. The earth is filled with violence through them. Kwa sababu wamejaza dunia dhuluma. And behold, I will destroy them with the earth. Basi nitawaharibu pamoja na dunia. So make yourself an ark of gopherwood. Ujifanyie safina ya mti mwenye mrige. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Fanya na vyumba ndani vya safina, and then he's given instructions on how to make the earth. Kwa hivyo anapatiwa maagizo namna ya kutengeza safina. And when you come to verse 18, basi unapofika katika fungu la 18, but I will establish my covenant with you. Biblia inasema lakini nitafanya agano langu pamoja nawe. And you shall go into the ark. Nawe utaingia ndani ya safina. You, your sons, your wife and your sons' wives with you. Wewe na wanao na mkeo na wake za wana wao pamoja nawe. The Lord is looking at Noah's family. Rafiki, Mungu anatazama familia yake Nuhu. Because the man walks with the Lord, sababu huyu mwanaume anaenda naye Mungu, then he's able to order his household after God. Basi lazima ataweza kuheshimu familia nyuma yake Mungu. Anapojenga safina, his family members are helping him to build. Familia wanamsaidia katika ujenzi. They understand what it means to walk with God. Wanaelewa namna ya kutembea pamoja na Mungu. Beloved, if your children must go to heaven, lazima mpendwa, ili watoto waingie pale mbinguni, then the heads of family must lead the children. Kwa hivyo lazima kichwa cha familia kiongoze watoto. Noah entered the ark with the entire family. Nuhu aliingia katika safina pamoja na familia nzima. Friends, there is no way you will go to heaven and your children are left behind. Rafiki, haiwezekani uingie mbinguni na watoto wako na wacha nyuma kamwe. You remain. Kama watasalia na wewe pia utapata kusalia. For as long as you neglected parental duties. Mradi tu ulipuuza majukumu ya uzazi. When Israel is leaving Egypt. Basi when Israel is leaving Egypt. Israeli wanapoondoka Misri. Moses tells Pharaoh. Musa yonena na Farao. We are going with everything and everyone. Tunaenda na kila kitu pamoja na kila mtu. We are going with all our wives. Basi walienda pamoja na wake wao wote. With all our children. Pamoja na watoto. We are going with all our animals. Tunaenda pamoja na wanyama wetu wote. We are not even leaving a hoof of an animal. Hatuwachi hata guu la mnyama. We are going with everything. Tunaenda na kila kitu.
when you sit where you're seated now, you're thinking as men. Unapotulia mahali ambapo umetulia unafikiri kama mwanadamu, mwanaume. Is it your desire that you're going with your entire family to heaven? Ni hamu ya kwamba uende na familia yako nzima mbinguni? You gave up long time ago. Ama wewe ulikata tamaa pale kitambo? It is your responsibility. Ni jukumu lako. Ensure as you go to heaven, kuhakikisha kwamba unapoelekea mbinguni, your whole family goes to heaven. Familia yako nzima yaelekea mbinguni. That is not possible if the man of the house is not a godly man. Rafiki, haiwezekani kama mwanaume wa nyumba si wa Mungu. But I see people so reluctant. Na ninaona watu wamepuuza tu. They say hiyo ndoa iliharibika. Yes. Everyone for themselves, God for us all. Kila mtu ajitetee na Mungu basi ni kwetu sote. Hiyo ndio siku utajua hiyo kitu apply. Ndio. Kama uliingia katika ndoa ni kwamba tunaenda mbinguni wote. Amen. You don't carry an I don't care attitude towards family members. Wewe haukui na nia ya kwamba sijali kwa ajili ya familia. And we are the worst pretenders. Sisi basi ni wanafiki wa ajabu. We can organize crusades for prostitutes out there. Tunaweza kuwa na mashambulio kwa ajili ya malaya pale nje. Crusades for drunkards out basi there. Tunakuwa na mashambulio kwa ajili ya walevi pale nje. And we believe our message will save them. Na tunaamini ya kwamba ujumbe wetu utafanya kazi pale. And we pray for them. Na tunapata kuwaombea. And we preach for them. Na tunapata kuhubiri kwao. And we labor for them. Na tunafanya kazi kwa ajili yao. But we do not believe the same message can save our household. Lakini hatuamini ya kwamba ujumbe utaweza kukomboa familia zetu. So you can labor for a drunkard out there. Kwa hivyo waweza tendea mlevi kazi pale nje. But you are unable to labor for the drunkard in your house. Lakini umekosa kumtendea yule ambaye ni mlevi nyumbani. Let me tell you, with the same effort you put towards those that are outside, hebu niwaambie na ule ukakamavu ulionao pale nje, is the same effort needed to those that are inside the house. Ukakamavu ambao wahitaji pale nyumbani. Your gospel must save people in the house. Injili yako lazima ikomboe watu pale nyumbani. Before you export it to anyone out there. Kabla hujaipeleka pale nje. If your message cannot save anyone in here, kama ujumbe wako huwezi then you have no business exporting it out there. Basi hauna shughuli pale nje. But it all begins. Lakini yaanzia wapi? Listen to me, young people that are not married. Hebu nisikize vijana ambao bado hamjaolewa. It all begins with who did you choose to marry? Inaanzia ulimchagua nani kwa ajili ya ndoa? Did you marry your choice? Basi oa chaguo lako. You married God's choice. Ama ulioa chaguo lake Mungu. Because marriage determines your life here. Maana ndoa ina mwelekeo wa maisha yako hapa and your life to come. Na maisha yako yajayo. It is not an earthly affair. Sio mambo tu ya ulimwengu. It's about your eternal life. Basi inahusu maisha yako ya milele. One time Dina. Basi wakati mmoja wa chakula cha jioni. No, Dina ni jina ya mtu. Binti ambaye anaitwa Dina. Dina the sisters to Jacob's binti ambaye anaitwa Dina ambaye ni dadake wana wa Yakobo. Had 12 sons and one daughter. Maana Yakobo alikuwa na wana 12 na binti mmoja. The Bible records. Biblia yanena hivi. She decided to go and visit the world. Aliamua kwenda kutembelea ulimwengu. And she had gone to visit the daughters of the world. Alikuwa ameenda kutembelea binti wa ulimwengu. And while she was there, na aliposalia pale, the prince of that place saw her. Basi yule ambaye ni mwana wa mfalme wa pale alimtazama and liked her. Na kapendezwa naye. And Shechem, na yule Shekemu, raped her. Basi alimnajisi. Because you see, maana waona hivi, the principles of God, basi matakwa yake Mungu, the principles that govern the children of God, matakwa ambayo yanaongoza wana wake Mungu, does not govern the children of the world. Basi hayaongozi wana wa ulimwengu. The world is governed by the principles of the devil. Ulimwengu unaongozwa na matakwa ya ibilisi. So sexual immorality, basi mambo ya unajisi katika ndoa, is unacceptable in the house of God. Haikubaliki katika nyumba yake Mungu. But it is acceptable out there. Lakini inakubalika pale nje. So we have a daughter of God. Kwa hivyo tuna binti wake Mungu that has decided through curiosity to venture into the world. Ambaye amepata tu kwa hamu aweze kutembelea ulimwengu. And a man of the world. Na anakutana na mwanadamu wa ulimwengu. And rapes her. Na huyu wa mnajisi. To Shechem it is not wrong. Basi kwa Shekemu si makosa. It is acceptable out there. Inakubalika pale nje. To have sex before marriage out there is acceptable. Uweze kuwa na ngono kabla ya ndoa. The house of God is not acceptable. Lakini katika nyumba yake Mungu haikubaliki. And when I'm talking to young people, nami nanena na vijana, when you find a man in church, unapopatana na mwanaume kanisani, you to have sex with him, ambaye anakuomba ngono pamoja na yeye, will know
mtu hatajua. We will use condoms. Tutatumia basi We mipira. can do contraceptives so that you don't get pregnant. Basi tutatumia kinga ili That is an usipate mimba. indicator enough. Basi hiyo ni ishara You kwamba are dating a man of the world. unachumbiana na mtu wa ulimwengu. Because men of God Na wanaume wa do Mungu not entertain sexual immorality. hawaitikii mambo ya It is a unono. philosophy of the world. Ni mafunzo ya ulimwengu. So you cannot blame Shechem for raping Dinah. Basi hauwezi mpatia Shekemu lawama Shechem ya was doing kujisini na what is acceptable in the world. alifanya kinachoitikiwa pale The ulimwenguni. problem is with the daughter of God Tatizo ni that mwana wa Mungu ventured into the world. ambaye alitembea pale ulimwenguni. And then she came back home Basi aliporudi nyumbani and found her father. na akakutana Jacob. na babake Yakobo. And Jacob decided to keep quiet till all his sons come back home. Yakobo akaamua atulie hadi wana wote warejee nyumbani. So the sons heard about it. Basi wana wakasikia haya And mambo, when they heard about na it, waliposikia haya they mambo said Shechem has done a disgraceful thing. wakasema ya kwamba Shekemu It amepata is not kutuangamiza sisi. acceptable in Israel Hii haitikii Israeli to sleep with a woman who's not married to you. kuwa na ngono na So mwanamke they asiolewa na know. wewe. Basi wakapanga. I'm still talking to you. Bado nanena pamoja nanyi. I love you with all my heart. Na kupenda kwa moyo wangu wote. And he says we can have sex. Na anasema basi tuwe na ngono. Someone asked me, Pastor, we are getting married in 2 weeks. Is it wrong for us to begin to stay together? Mtu akaniuliza, mchungaji, majuma mawili tunaoana, kuna So shida tukianza I'm kuishi asking pamoja? You mean you've dated all this long and you cannot be patient with 2 weeks? Nikamuuliza, basi mmechumbiana huu muda mrefu, msichana anatoroka. hauwezi tulia majuma mawili? And they say, let us have sex with you. Anawambia, hebu basi tuweze kuwa na ngono pamoja nawe, Because they love you with all their heart. maana nakupenda kwa moyo I wangu tell wote. you, women, we are gullible. Basi hebu niwaambie, kina binti tuna matatizo. No, gullible means we are convinced easily. Sisi basi tunaitikia tu haraka haraka. When you tell a girl I'm poor, she does not believe. Unamwambia mimi ni sina kitu, when you lie to her you're rich, she accepts you're rich. Unapomwambia mimi ni tajiri, anaitikia. A girl needs to be lied to for you to marry her. Basi mwanamke anataka, because when you tell her the truth, she will not accept. Ukimwambia ukweli hakubali. And so I say, okay, if you love me with all your heart, basi again, kama wanipenda na moyo wako wote, we said the heart is here. Basi moyo hapa. Is the heart here? Which side? This is left side. Left side, eh? That is where the heart is. Sehemu ya kushoto. Caged with the ribs below the waist. Mimi sijaona moyo ambao uko chini ya kiuno. Unless you correct me today. Below the waist are very different organs. Chini ya kiuno basi vitu vilivyo pale ni tofauti. That you can never understand love in the context of organs below and this one that pumps the blood. Huwezi kuelewa mapenzi ya pale chini na juu. Then you can say, aliniconvince, aliniambia tutaoana. Kwani wewe ulikuwa mjinga aje? Kama nilisha kuambia hiyo kitu ni ya watu wameoana, wewe ulienda kukubali kwa nini? Alafu anakuacha hapo. Anachukua msichana mwingine, hata sio kanisa lingine, hapa tu hapa tena hapa ndani. Sio kanisa lingine. He becomes so arrogant, gets another girl from here. Basi And they wed with that girl in the presence of the child he has given birth to with you here in this church. Alafu korera, walikuwa wanafaa wakae korera, wanaanza kupigana. So mama yako anakuja na salimia mama yake korera ngakivon, mama yake korera kurwarai. Ni nini unanilazimishia mvulana na msichana sitaki? Mvulana wangu wako na msichana mwingine anao. Alafu wanaanza kutusiana maneno, kutusiana and they exist within the same church. Once you move out of system and order, basi unapotoka katika taratibu zilizomo, don't expect anything good to arise out of it. Usitaraji mambo mema kuwa matukio. What arises is violence. Kinachotukia basi ni ughairi. And you will learn to live with it for the rest of your life. Na utadumu kuishi kwayo. So we have children who must be given a different father.
Basi tuna watoto ambao baba ni tofauti. And at times the child is a girl becomes vulnerable. Na wakati mwingine huyu binti kama binti, huyu msichana kama binti pia anakuwa katika hali isiyowezekana. And when she grows up, the stepfather does not see a daughter, sees another woman. Na anapokuwa baba wa kamba amuoni kama binti, anamuona kama mwanamke, and sleeps with her. Na anafanya ngono pamoja naye. A young girl calls me. Binti wanipigia simu and tells me, Pastor, today you must give me a verse to address my situation. Ananiambia, mchungaji, lazima unipatie fungu katika hali yangu. I ask, what is your situation? Basi namuuliza, hali yako ni ipi? And says, I am a married woman. Anasema, mimi ni mwanamke niliyoolewa. But before marriage I had a daughter who's now 16 years old. Lakini kabla ya ndoa nilikuwa na binti ambaye ni umri wa miaka 16. But all along she has lived with my mother. Lakini muda kwa muda ameishi pamoja na mamangu. My mother died a few months ago. Mamangu alipata kufa miezi michache iliyopita. So I had to take in my daughter. Kwa hivyo lazima ningeishi na binti yangu. Over time my daughter has not been going to school. Basi kwa muda sasa binti yangu hajaenda shuleni. Because she has been unwell. Maana yeye amehisi kuwa mgonjwa. So when I decided to take her to hospital. Basi nilipoamua kumpeleka hospitalini. Shock on you. Basi nikashangaza zaidi. This girl has aborted. Basi huyu amepata kuavya mimba. So the mother sits with her down. Basi mama yuaketi pamoja naye. Say, who impregnated you? Basi ni nani aliyekupachika mimba? And says, it is daddy that comes here every day with 3 men and they all have sex with me. Ni baba anakuja pamoja na waume watatu ambao tunakuwa na ngono. 3 men and the 4 of them sleep with this girl. Baba wa kambo analeta waume watatu na wanalala pamoja na binti. Tell me if it is wrong to revenge. Ananiambia, hebu niambie ni makosa kulipisha kisasi. Look at the things we are getting into. Hebu tazama mambo ambayo tunajiingiza kwayo. Simply because we want to accept a system and order that God did not ordain. Maana sisi tunaitikia na mipangilio na ratibu ambazo Mungu hajatawadha. I said if people have done it, nasema kama watu wamefanya hayo, there is nothing beyond God's power to redeem. Hamna kitu ambacho kitafanya Mungu asiweze kuwakomboa. But we must stop it. Lakini lazima tukome. And we must follow the path that God cut out for na lazima tufuate njia aliyonyosha Mwenyezi Mungu. And so they sit there. Kwa hivyo wanatulia pale. And they are planning on what to do. Na wanaratibu wafanye nini. Shechem and his father Hamor come to see Jacob. Shekemu pamoja na babake wamekuja kwa ajili ya Yakobo. Tell Jacob, wananena na Yakobo hivi, my son has seen a beautiful girl in your home. Mwanangu ameona binti mrembo katika makao yako. Please give us your daughter. Tafadhali tupe binti yako. And the sons of Jacob, na wana wake Yakobo, had that discussion in deceitfulness. Wakawa na maongezi ya uongo. And so they say there is no problem. Wakasema hamna tatizo. We can marry your daughters. Basi tutaoa binti zenu. And we will give you our daughters. Nasi pia tutawapatia binti zetu. But on one condition. Lakini jambo litakuwa moja. You must become like us. Lazima muwe pamoja, muwe sawa na sisi. You must all be circumcised. Lazima nyinyi nyote mpate tohara. Then we can give you our daughter Dina. Ili tuwapatie binti wetu ambaye ni Dina. So Hamor and his son Shechem go back to their country. Kwa hivyo Hamor pamoja na Shekemu warudi pale nyumbani. And they gather together all men. Basi wakasanya vijana wote kwa ujumla. Our neighbors are good people. Wakasema majirani wetu ni watu wema. They are willing to give us their daughters for marriage. Wa tayari kupatia binti kwa ajili ya ndoa. For marriage. Ili nasi tuwapatie binti kwa ajili ya ndoa. Their property will become ours. Miliki yao itakuwa yetu. Our property will become theirs. Na miliki yetu itakuwa yao. On one condition. Lakini jambo ni moja. They have said we must become like them. Imesema lazima tuwe kama wao. We must be circumcised. Lazima tuweze kupashwa tohara. Please consent to circumcision. Tafadhali itikia kupashwa tohara. And they accepted. Na wakaitikia. And all men were circumcised. Na wanaume wote walipashwa tohara. But you see the discussion was deceitful. Na unaona maongezi yalikuwa ya uongo. So Simeon and Levi, kwa hivyo Simeoni pamoja na Lawi, take advantage of basi wakaangalia hali ilivyokuwa. And when the men were still healing, ya kwamba bado hawa waume hawajapona, they are only 3 days old after circumcision. Wana majeraha ya siku 3 baada ya kupasha tohara. As Luos, we don't circumcise men, so I don't know what happens. Wajaluo sisi hatupashi tohara wanaume. But you people circumcise men. Lakini nyinyi mnapasha tohara wanaume. If you want to beat a man thoroughly and put him down, kama unataka kumpatia mwanaume kichapo cha that is the only area you focus on. Basi hapo ndipo pahali ambapo utazingatia. And you destabilize him. Na basi huyu mwanaume hatakuwa na nguvu tena. So we are dealing with men that cannot go to war. Kwa hivyo hawa ni wanaume ambao hawawezi kwenda vitani. Maana wao kwa kwenye machungu. Wameweza kupasha tohara. Hawawezi kutembea. Simeon and Levi go to the country. Basi Simeoni pamoja na Lawi wanaingia pale. Killed all men. Wakapata kuwaua wanaume wote.
And when Jacob heard about it, Yakobo aliposikia, he said, I'm finished. Akasema nimekwisha. The kings will rally against me. Wafalme basi watakuwa dhidi yangu. And I only have a few people with me. Nami nina watu wachache pamoja nami. They had to leave that place. Lazima wangeponyoka pale. And go to Bethel. Waelekee Betheli. And later on when Jacob is blessing his children, na baadaye Yakobo anapobariki watoto wake, he did not bless Simeon and Levi. Hakumbariki Simeoni na Lawi. A curse rested upon them. Laana ikawa machoni pao for what they did. Kwa tendo walilotenda. I am talking to our young people. Mimi nanena pamoja na vijana. I am saying, mimi nanena hivi, you have no business basi wewe hauna shughuli out there in the world. Hauna shughuli pale ulimwenguni. We have men in church. Tuna wanaume we kanisani. Have women in church. Kuna wanawake if kanisani. You can't see them in Kisii Central. Kama hauoni katika kanisa la Kisii Central, nenda pale New Life. If they are not in New Life, kama hawako New Life, go to Nyamataro. Nenda kanisa la Nyamataro. If they are not in Nyamataro, kama hawako Nyamataro, please go to Nyanchwa. Nenda kanisa la Nyanchwa. If you think they are not in Kisii land, kama hawako Kisii, come to our land. Nenda katika miliki yetu. I'm saying you need to walk. Nasema lazima utembee. Tembea uone mengi. Ndio. Ukiona Kisumu ni kidogo. Ndio. Kimbia Mombasa. Ndio. Nairobi iko. Dubai pia iko. Kuja kutuambia hapa hakuna wanaume. Ati hakuna, sijaona mtu kwa kanisa, sijaona mtu. Yaani vitu ilikuwa inaimba hapa sio watu. It is because when you look at a young man you feel like they have nothing to offer. Unapomtazama kijana unahisi kwamba huyu hana kitu cha kunipa. Kumwangalia unaona anavaaje, anafanya. Acha nikuambie sasa story ya ukweli, sio ya uongo. Hii ni story ya ukweli. Ndiyo. Hata sisi tukitafutwa tulikuwa tunaangalia mtu unasema ana hata kiatu ya kubadilisha. In fact, ukitaka kujua mwanaume amejipanga unaangalia belt yake na viatu. Hizo vitu mbili. Ukiona image hiyo kitu peke yake inakukasirisha. Sasa kuna wale tuliringa kabisa. Ukaangalia mtu uka write off completely. Ukaenda kuchukua ule mwenye ako na viatu ya kubadilisha. Na akibadilisha inafanana na belt. Na akivaa suti anaweka mpaka lapel hapa. Amemshika vizuri. Huyo ndio ulifikiria ni bwana. Sasa amekuoa. Miaka 6 imepita. Hauna raha kwa ndoa. Makori yenye ulikataa, ule mwenye kuwa na belt, I tell you, siku hizi makori yanafanya kazi. Siku hizi makori yanaendesha BMW. Unaangalia tu kwa mbali unasema, unaona ule mfulana akiende alikuwa anafaa kunioa. Sijui nini ilifanyika. Kiliumana, ulikuwa mjinga. Watu unapuuza hapa ndani hawa, ukitafuta wale unafanya nao kazi kwa ofisi hawajui Mungu. Hawa wa ndani siku moja watakupendeza. Utaregret. Utasema hata ningejua ningechukua makori. Makori sahi ana bibi na watoto. It's a beautiful family. Kanyago ekonya. Shauri yako. It all begins with godliness. Basi itaanza kwa uungu. For us to produce a godly offspring, ili tuweze kuwa na mazao ya kiungu, our men must target daughters of God. Lazima waume wetu walenge binti za Mungu. We cannot afford to go outside. Hatuwezi kumiliki kwenda pale nje. And our daughters must also be willing to accept men of God. Na binti zetu lazima wapate kuitikia waume wa Mungu. Then we shall produce godliness. Basi mazao yatakuwa ya kiungu. And we shall raise godly families. Na tutakuza familia ambazo ni za kiungu. And God will be delighted with us. Nataraji na Mungu atafurahia pamoja nasi. With him. Kwa kushirikiana pamoja naye. To produce humanity fit for heaven. Ili tuweze kutoa binadamu ambao wanastahili mbinguni. I am calling upon our men. Mimi nawaita waume wetu. I'm still saying it's all about the man. Mimi bado nazingatia kwamba ni mwanaume. Mambo yote yakamilika kwa mwanaume. Mothers must raise godly men. Lazima ndoa ziweze kuwa na wanaume. Told who they ought lazima vijana wetu waambiwe wao ni kina nani. Let me tell you, I will not struggle raising my son Sokoro for a lousy woman. Mimi sitangangana kumkuza mwanangu Sokoro kwa mwanamke mzembe. I always say if Christ does not come very soon. Mimi nasema kama Kristo hatakuja hivi karibuni. If he does not come very soon. Kama hatakuja hivi karibuni, I will literally handpick spouses for my children. Hakika mimi nitachagulia watoto wangu wa chumba. Literally. Mimi mwenyewe.
And I will go down on my knees. Nami nitaenda chini katika magoti. I will speak to God on their behalf. Mimi nitanena na Mungu kwa niaba yao. Until the Lord speaks back to me. Hadi Mungu anene pamoja nami tena. And when he tells me it is this one. Na Mungu atakaponiambia ni huyu. I tell you, you will be my friend forever. Wacha nikwambie utakuwa rafiki milele. We can't have our children dating and you don't care families they are getting married. Hatuwezi kuwa na watoto wanachumbiana na hujali familia ni ipi. You know my daughter is dating on Somu. Unapojua binti yangu amchumbia on Somu. Be friends with mama on Somu. Mimi nitakuwa rafiki na mama on Somu. Visit that place. Nitatembelea hapo pale. Every evening go and see your friend mama on Somu. Sabato jioni tafuta rafiki mama on Somu. When your daughter comes to visit, she finds her mother is already there. Anapofika pale apate mama tayari yuko pale. Because we must know where our daughters are getting married. Lazima tujue binti zetu wanaolewa wapi. But look, we don't care. Sisi hatujali. They go to the university. Wanaenda kwenye chuo kikuu. They come back. Wanarudi. Mom, this is the girl. Basi huyu ndiye yule. Then you begin to find out. Basi unaanza kupekua. You're asking Kwamboka kwenu ni wapi? Ndio. And then you realize Kwamboka is the daughter to your elder sister. Unagundua kwamba Kwamboka ni binti ya dada mkubwa. Kwamboka already is pregnant. Na tayari Kwamboka amepachikwa mimba. With your son. Na mwana wako. What do you do at that point? Sasa utafanyaje wakati huo? We cannot wear an I don't care attitude. Sisi hatuwezi kuvaa hali ya kutojali tena. We must care about where our children are getting married. Lazima tujali na kujihusisha mahali ambapo watoto wanaolewa. Every child you raise. Maana kila mtoto ambaye wewe wakuza, remember, will become someone's husband. Kumbuka huyu ni mume wa mtu. They will become someone's wife. Huyu ni mke wa mtu. So I will not struggle to parent. Kwa hivyo mimi sitangangana na uzazi. For my children to meet your lousy children. Ili watoto wangu wakutane na watoto wako wazembefu. No, I will look for a serious parent also. La hasha, pia mimi nitafuta. Hata kama ni sisi tutaongea, tuwaunganishe, tutawaunganisha. Ndio. Hapo ndio imefika. Today you can't trust our children, you cannot. Hauwezi kuamini watoto wetu, hauwezi. We have not even done our part in raising them to be godly children. Maana katika sehemu yetu ya kuwakuza wawe wacha Mungu bado hatujafanya. So because godliness is so little amidst us. Maana uungu ni uchache miongoni mwetu. You look for it thoroughly. Where you find it, make sure your children get married. Unaitafuta kwa makini, unapoipata basi watoto wasalie pale. Else it will be a thorn in your flesh for the rest of your life. Ndio. Ila itakuwa muiba katika unakani kama wewe ndio umeelewa hiyo boma. Ndio. Mtoto wako anasumbuka ulali. Sasa unanisekeleza hapo, unajifanya tu unanisekeleza hapo juu, hapo. Kesho utanipigia simu. Unakumbuka pastor ulikuja kanisa yetu, ukahubiri hivi, kanisa yenu ni gani? Ulikuwa Kisi Central. Sasa sijui vile kulienda. Ilifanyika tu niaje? Ati mimi nilimpata tu tukaoana. Sasa amenitoroka. Sijui nifanye nini. Ishi hapo. Tumeongea hiki kitu kama unasikia. Hii vitu yote ingine imekaa ilifanya makosa. Iwe itangangana na yao. Tuko kwa yenu. Hata sasa wataki kwenda nyumbani. Wanatamani tukae hapa mpaka saa 6. Tabu iko kwa nyumba. Hii kitu hauingii tu kuingia. No. You must understand what God intends with it. Lazima uelewe kusudi lake Mungu. And be obedient to his demands with regards to this institution. Na upate kuitikia matakao yake katika mambo haya. I wish you happy families. Mimi nawatakia familia zenye furaha. Godly families. Familia zenye kumcha Mungu. It is not too late to repair. Hamjachelewa kwa ajili ya kurekebisha. Because nothing is too broken for the carpenter of Nazareth to repair. Maana hamna kilichovunjika zaidi ambayo seremala wa Nazareti hawezi kuunda tena. And when Christ begins to repair, na Kristo anapoanza kuunda upya tena, the outcome is better than the original. Matokeo yanakuwa bora zaidi kushinda kilichokuwa awali. So if you can only submit to his power. Kwa hivyo unapoitikia katika nguvu zake, this which is rotten in your house, kile ambacho chenye uvundo katika nyumba yako, stand in the gap for this one. Hebu simama kwa ajili ya maombi kwa hao. And see what God is able to do. Na uone kile ambacho Mungu atatenda. You who intends to get into this, yule ambaye anataraji kuingia kwa haya, walk circumspectly. Hebu tembea kwa umakini na uchunguzi. And ensure you end up with what God gave you. Na uhakikisha kwamba umekamilika na kile ambacho Mungu alikusudi. Kwa maana ni wazi, if God does not begin it, kama Mungu si mwanzilishi, then he cannot defend it. Basi yeye hataweza kutetea. Itaharibika huko mbele. Ndio.
And there's nothing you will do about it. Na hamna utakachofanya. Because he did not begin it. Maana si Mungu mwenye kuanzilisha. But when he begins it, lakini Mungu anapoanzilisha, he cannot allow it to go down the drain. Praise the Lord. Kwamba ipotee. Bwana sifiwe. He cannot. So make sure your marriage, God begins it. If it begins to go like this, because it must begin to go like this at some point. If it begins to go like this, you can be sure God will defend it because he's the one who began it. Hakikisha ndoa yako mwanzilishi ni Mungu, ili itakapoyumba yumba Mungu ataitetea, maana yeye ndiye mwanzilishi. May the Lord bless us in Jesus' holy name. Na Mungu atubariki katika jina takatifu lake Yesu. I'm scared to ask you to comment or give questions. I'm scared. Mimi nina hofu ya kuambia muongezea ama muulize maswali. You'll ask me questions that are out of this world. Mutaniuliza maswali ambayo hayapo katika ulimwengu. I don't know. Probably tomorrow we'll have a Q&A session. Uende kawa kesho tutakuwa na sehemu ya maswali na majibu. So you write your questions down on paper. These things people don't ask in public. When you ask people to ask questions for family life, they don't ask on the floor. Kwa hivyo wewe nakili if they ever ask on the floor, they say I'm asking for a friend. So you write it down. Kwa hivyo wewe nakili maswali chini. Tomorrow bring it. Kesho ulete yale maswali at the venue. Pale ambapo tutakutana. We will attend to what we are able to attend. Na tutajibu kwa yale ambayo tutaweza. Otherwise, I look forward to meeting you tomorrow. Kwa hivyo nataraji tutakutana siku ya kesho. As we have a good time. Na tutakapokuwa na nyakati za kufurahia. I wish such moments could be crowned with where the family life directors. We could crown these sessions with couples reaffirming their marriage vows. Laiti wakati huu tungekuwa na kilele cha walioana kuthibitisha upendo wao mara tena. So that you say ni wewe tumetoka mbali. Ndio. Siendi mahali ingine. Ndio. Are we together families? Jamani mwasikiza. Are we together? So yule hajaoa tulia mpaka uolewe. Umesikiza mimi wasichana wadogo? Naongea na nyinyi. Umesikia kitu nimesema? Mtu hata asikushike. Mtu asifanye nini? Asifanye nini? Kwani nyinyi ndio wasichana? Mbona mtu anaongea huko? Mtu asikushike. Paulo anasema it is not good for a man to touch a woman. Si vema mwanamume apate kumgusa mwanamke. And if he must, then you marry her first. Ukiwa unamgusa muoe kwanza. So this business of you have already sat together this Sabbath, you will come here the whole week to practice for music, and then next Sabbath in the morning you want to hug each other. So tight. Carry your leg up. What have you missed? And you have sat here the whole day today. And the whole week you have been together. There is power in touch. Pana nguvu katika mguso. For a woman. Kwa mwanamke. A touch is not a simple thing for a woman. Kwa mwanamke kugusa si kitu tu hivi hivi. For a man it means nothing. Kwa mwanaume sio kitu. Even if you touch a man where? Hata umguse mwanaume hakuna kitu. Oh, you want us to try? Hebu tujaribu. Oh no, let me not say. Wacha nisijaribu. But you try a woman. Lakini jaribu kugusa mwanamke. A touch is not something little for a woman. Basi kwa mwanamke sio jambo la hivi hivi. It's a chemistry that you cannot understand. Basi kuna kemikali ambazo zinamka pale. Paul says don't touch a woman. Kwa hivyo Paulo anaposema usimguse mwanamke, you will end up sending wrong signals to that guy. Basi utampatia ishara ambazo zimepotea. And she will be so good to you hoping that you will one day propose. Atakuwa mzuri kwako akifikiria kwamba wakati mmoja utamtaka. With another girl, na anapokuona na binti mwingine, she becomes bitter. Basi anajawa na machungu, anakuchukia because you sent the wrong signal. Maana wewe ulimpatia hisia zilizokuwa. Touches are for married people. Basi kugusagusa ni watu ambao wameoana. Even for men that have lowered themselves to the level of a woman. Iko wababa wanakaa kama wamama. Kwa wale wanaume waliojishusha sawa na mwanamke. Wakianza kugombana, mama anaongea, mama anaongea, anaongea. Wanatupiana. Sasa hujui nani mama, nani baba. Hapana. Understand the power of touch. Hebu elewa nguvu zilizo kwa kugusagusa. So when you have a woman that cannot keep quiet, basi kama una mwanamke ambaye hawezi tulia kufunga mdomo, she's making noise as she's going to the kitchen. Maana anapiga kelele akienda jikoni. She comes back, makes a noise as she goes to the bedroom. She sets the table, she's still complaining. Anapanga meza na nungunuika. Wait for her at the corridor. Hebu muongoje pale kwenye corridor. Where it is so narrow. Mahali ambapo pana kufinye. And hold her so tight. So tight. Hold her so tight. That's why I say married people you can hold. Hold her so tight.
cry. Umfinyilie kabisa. She will tell you, mbwatoke, toma soko mbwatoke, mbwatoke. And you look straight in her eye like this. Na umtazame kwenye macho. Then ask her, why are you making noise? Na muulize mbona unapiga kelele? Usinayo kwenye agoncha. Ni wewe. It's called the power of touch. Basi nguvu za mguso. I tell you, touches are for married people. Hebu nikwambie kushikana ni mambo ya wenye kuolewa. So if you have not been married, avoid that guy. Basi kama hujaolewa achana na ule. Demo sasa, it's good. Corona came. Just say that. That's enough. Imetosha. Don't touch women aimlessly. Msiguse wanawake hivi. If you want to touch her aimlessly, marry her. Kama unamgusa muoe. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Nimepatia nyinyi solution na ya wamama wanapiga kelele. Eno kumesikia hiyo solution. Asikupeleke mbio na mdomo. Finya yetu kwa corridor mzuri. Mbwate kabisa. Na muangalie kwa macho yake hivi. The chemistry is so fast in seconds. Ndio. And she calms down. Sasa wewe ukianza endelea kutupa hata wewe unatupa mdomo kama mwanamke. Hivyo ndio tunapoeshwa. We love affection. Affection quiets us. Ndio. Are we together, women? Are we together, gentlemen? That is why at times when you see your husband and you run to meet him, unapomwona mwanamume wako na mkimbilia and you hold his hand na ushike mkono wake. I'm talking to men. Do not mistake that holding as something good in the night. Basi usifikiria kwamba kutakuwa na mambo mazuri usiku. The whole week she has been telling you, I have headache. Juma nzima amekuwa anaumwa na kichwa anakuambia. Today I have backache. Basi leo ni mgongo. Today I am tired. Leo nimechoka. On Friday I am on periods. Ijumaa niko katika hedhi. So there is one time now she wants to feel loved. Basi kuna wakati mmoja anataka kuhisi upendo. And you will just come and she will just want to hold you. Na angependa tu akushike mkono. I understand that as she wants affection, not sex. Wewe elewa ya kwamba anataka upendo, hataki ngono. Today night. Leo umeanza kufikiria kitanda tena. Hakuna kitu usiku. The power of touch. Basi nguvu katika mguso. Jamani, si Mungu atubariki. Mungu, yes. Tuchunge familia zetu. Amen. Lengo ni moja. Nazidi kuimba kwamba God wants a godly people. Mungu anahitaji watu wenye uungu. Because the vacancies must be filled with godliness. Maana mapengo lazima yajazwe na uungu. It is disobedience that left those vacancies. Basi ni kutotii ambacho uliwacha zile nafasi zikisalia pale. So God cannot fill it with disobedience again. Mungu hawezi kujaza na watu wasiotii. We just have to be godly. Lazima tuweze kuwa wenye kumcha Mungu. And the men are leading. Na waume wawe wanaongoza. And we are supporting. Nasi tunashikamana. May the Lord bless us in Jesus' holy. Na Mungu wabariki katika jina lake takatifu la Yesu. I will ask my elder. Nitamwomba mzee wangu wa kanisa. Come and pray for uje us. Upate kuomba pamoja nasi. Please come. Tafadhali njoo. Thank you, Pastor Mokoro. Even tufumbe macho kwa maombi. Our loving Father in heaven, Lord, we come before you at this time to thank you for this wonderful day. It has been a family of Sabbath, and we have had a blessing, Lord, from the guest speaker who has given us hints on how to have good families. Families are made through the presence of the Holy Spirit, so that you give us a blessing, so that we can live that life which you desire for us to live, Lord. Lord, from morning up to this time, you have told us that the backstops are the man, because the one who is the priest of the home is the one who takes care of the family, and the support comes from the wife. Take care of this church, Lord, and we have challenges, Lord, in our families, when the young ones want to get their loved ones for marriage. Lord, guide them through the presence of the Holy Spirit, so that they can also have good families. And these families, Lord, will not end here, but they are destined to end up in that world which you have made for us in heaven, where we shall live forever and ever, Lord. For this humble prayer,
In Jesus' name we pray.